anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulul jannata namamun, kamwe hatoingia peponi namam, mfitinishi. La yadkhulul jannata namam, hatoingia katika pepo ya Allah mtu ambaye ana sifa ya uchonganishi. Hata kama ataswali, hata kama atafunga, aswali usiku kucha, awe anafunga kila siku, lakini akiwa na sifa ya ufitini, anachonganisha hawa na hawa, anavuruga nyumba za watu, anawaachisha watu katika mahusiano yao ya ndoa, mtu wa namna hiyo Mtume anasema hawezi kuingia peponi. Hawezi kuingia peponi. Kwa nini? Kwa sababu peponi wanaingia watu wacha Mungu, na mcha Mungu ni yule ambaye khashi'a qalbuhu, moyo wake umepatwa na unyenyekevu na akajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Na mtu ambaye ni khashi', ana unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tabia ya moyo ukinyenyekea kikweli katika dhati ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi viungo vyote kuanzia macho, masikio, mdomo, mkono, miguu, vyote vinanyenyekea. Tumeelewana? Vyote vinanyenyekea. Ndio maana inasemwa katika baadhi ya riwaya, lau khashi'a hadha la khashi'at jawarihuhu, lau mwanadamu angekuwa ni mnyenyekevu wa kweli, basi bila shaka na viungo vyake vyote vitanyenyekea vyote. Kwamba moyo wa mwanadamu ukijikita hasa kwa unyenyekevu, akamtambua Mwenyezi Mungu kiukweli na akaamua kumwogopa Mwenyezi Mungu kiukweli, basi mkono wake hautosita kufanya unyenyekevu na wenyewe, miguu yake kadhalika, mdomo vile vile, macho na masikio, vyote vitajisalimisha na vitanyenyekea. Kwa hiyo havitoingia katika maasi. Unaelewana? Lakini ukiona mikono na miguu, mdomo na macho na masikio vinashindwa kuusapoti moyo katika hiko kinachoitwa unyenyekevu, jua huyo mtu anachokifanya